Nashukuru sana kuwaona tena kwa wale tulikuwa nao siku hiyo ingine, na pia kwa wale wengine ambao ni wageni. Tumekutana tena. Mimi naitwa Ndura. Nataka kujitambulisha hivyo ndio usimistake kidogo. Usinimistake useme anafanana na ule mtu alikuwa Mugike. Hapana, hiyo ndio introduction yangu. Kama ule mtu anaitwa Paulo. Unajua Paulo kitabu akiandika barua alikuwa anaandika mimi ni fulani wa fulani aliyekuwa. Lakini sasa unajua tukiokoka tunatuaga aliyekuwa. Mnaanza kuishi biguni, mnakuja asubuhi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani hapa hajaokoka? Tumuombe. Kwa hivyo mmeokoka nyote. Hivyo uliokoka kutoka nini? Kwa dhambi. Kwa hivyo hata wewe ulikuwa kama Waruinge. Na ni kwa nini unaona kama Waruinge, unaona gesaitani? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Napendezwa sana. Unajua I'm happy, I'm excited that I'm in my homeland preaching the word of God. I used to be here. Nakumbuka the last time nilikuja hapa kuzungumuza, nilikuwa nimetumwa na Moi kuja kusimama na chama ya KANU. Na tukakuja tukakaa mahali hapa chini. Ba ingine ilikuwa pale chini karibu na DB, shule inaitwa DB inaitwa Joroni, the school, the primary school. Something DB. DB primary school. That is why he had gathered. Unfortunately, KANU pia ilikuwa na siasa zake za ndani. So I was a young boy and wale ambaye alikuwa anatakikana mzee alikuwa anaitwa Professor Karaja. So na mimi nilikuwa na vijana walikuwa wananifuata, si unajua nilikuwa na vijana. Sasa tulikuwa wengi na Karaja ni professor ako na pesa, sisi hatuna na pesa. Na alafu Karaja alikuwa na backing ya Mama Ngina Kenyatta na mimi sikuwa na backing, nilikuwa na backing ya Moi secretary kwa sababu Moi alikuwa anataka tukuje tupuguse kura ya opposition ndio chama ya KANU ichukue. Sasa wakati walijua hivyo tuliitwa hawa polisi. Ndio wakati huyu jamaa ameniambia tukuja karibu na polisi nikastuka kidogo. Sababu tuliitwa hawa polisi, walikuja hapo, walitufuruga, wakanikamata, wakanilete hapa. Na kwa sababu sikuwa na shughulikiwa sana na local police, kuna kikosi maalum ilikuwa imetengenezwa. So immediately ndege ilikuja na nikachukuliwa, nikatolewa, nikapelekwa Nairobi kwa flying squad kwa sababu hao ndio walikuwa wananishughulikiaga. So wakati sasa tukikuja na wenzangu nikawauliza, mumeona kigari cha polisi sasa kikipita pita hapa? Kwa sababu inaweza kuwa tena ni the same, but now it's good. Bwana asifiwe sana. So I have Steve, simama tu Steve. Tunakulanga na organization inaitwa Mfalme wa Amani Foundation. Nitawaelezeeni baadaye. Steve is one of the coordinators and we have our sister here, Wamboi is one of the organizers, and our sister there, your name imepotea kidogo. Winnie, I don't know why imepotea kidogo. She's also part of us. Is a team that organizes my events zile tunafanya. Nimekuwa nikizunguka. Thank you very much. God bless you. Tumekuwa tukizunguka Kenya mzima, and this will be our fifth destination ambao tunakuja hapa. Tulikuwa mara ya kwanza Thika Stadium, tukatoka Thika Stadium tukaenda Murang'a, tukaenda Kerugoya na tulikuwa Nairobi. I will explain to you the reason. Kwa hivyo kabisa nijitambulishe kabisa, niseme nimeokoka. Yesu ni Bwana wa maisha yangu, na ni ule Yesu wa kweli, si Yesu wa Shakahora na si Yesu Tongolini, na ni Yesu wa kweli kwa sababu mimi nimemuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimemuona. Wewe hujaona Yesu. I have seen him. And to see Jesus, I saw Jesus before I got saved. I saw Jesus and I walked with Jesus before I got saved. And the Jesus I saw is a genuine and true Jesus, a caring Jesus, a loving Jesus, and an indiscriminating Jesus, a caring Jesus, because he cared for me when wakati nilikuwa namuita mwizi wa bao.
Kuna siku tukihubiri mambo ya Mugeke, tulikuwa tunamuita keheke ya Mariamu, keheke ya Maria, keheke ya Momaraya. You see, that's the language you used to call him. But despite all those names, he still loved me. He still knew that this son, this boy, lazima atakuja kuhubiri neno yangu. Ungeniambia ningeshika microphone siku moja nihubiri mambo ya Yesu, Yesu mkora, Yesu mubaya, Yesu wa Israeli, ningekupiga risasi. Lakini I normally find myself preaching with a lot of zeal, ambayo imezidi mpaka ile nilikuwa nayo upadire mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nataka kuambia, nimeona Yesu, true love from Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi umefuataka zile vitu zangu naekaga kwa YouTube. Ukiangalia utaona kuna siku nilikwenda kwa nyumba ya shetani hapo Nairobi, Nyerere Road. Tukavuja na tukajaribu kuiba. Tuliiba tu, tukatoa vitu kwa zilikuwa na gold mingi mzuri. Lakini my friend, tulijaribu kuchoma nyumba ikakataa kuchomeka. Immediately tukijaribu kutoka, maskeleton 3 zikatokea. Mimi nilikuwa general, alikuwa ameogopewa Kenya mzima, mpaka kikosi kitego cha polisi kilikuwa kimetegwa kwa sababu yangu. Siku hiyo nilitoka, miguu ilikufa nguvu, nilitoka kama kaubwa nikitoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. And all this is because God has a road that he passes you through. Kuna kabarabara. Maana nikitoka hapa kwetu Kiabereria, sikuwa nafikiria nitakuja kuwa mtoto kama hiyo. Mimi nimekuwa chokora, nimekuwa mwizi wa pickpocket, nimekuwa mwizi wa conman, nimekuwa mwizi wa buduki, nimekuwa mwizi wa kila name anything. Ile mwizi unasikiaga mwizi anakuaga. Hakuna kitu sijaifanya in terms ya wizi. Hakuna nilikuwa na golden figure. Nitakutoa shilingi, nitaacha 50 na 200 nitoa 1000. Hivi na hizi vidole zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimepiga watu geta. Nimeiba, tulikuwa tukiiba na kina Rasta na kina Wanogo. Hata wakati Rasta alikuwa hapa wapi? Gashura. Hiyo nyumba ni mimi nilikuwa nimemtafutia, ndio nikaenda nikatoroka. So I've seen Jesus. My point is, I've seen what? I've worked for the devil and I've seen who? Jesus. And the message I brought you tonight is that Jesus still loves you. It doesn't matter what they say about you. It doesn't matter the condition you are in now. It doesn't matter mhubiri mdogo ama mhubiri mkubwa. It doesn't matter. I remember one day when I was shot, nilipigwa risasi na polisi wakaacha kama nimekufa. Pale Industrial, pale inaitwa Road A. Nilipigwa risasi 3 na wakaacha kama nimekufa kabisa, na of course hata mimi nilijua nimekufa. Lakini polisi wa Friends Squad wakipiga risasi wanakupigaga unakufa. Wanakuacha, hawakuchukuagi. Wale wanakuchukua ni hawa sasa wa Land Rover. Wanaitwa wanakuja chukua maiti kwa mahali fulani. Sasa wakati walikuja kuchukua, wakanichukua, kuniinua hivi kuniekelea kwa Land Rover, nilifanya hivi. Na kuambia mpaka polisi mwenye alikuwa hapo na watu waliokuwa hapo pamoja na mimi tulitoroka. Nikavuvuka, tukatoroka na tukaenda. Na pale nilienda kujificha, nilikaa na nikapona baadaye. Na nikarudi tena the same place na nikaiba ile pesa nilikuwa nataka kuiba. Niliiba zilikuwa milioni 8. Sasa nilikuwa na imagine milioni nyanya ikitigate. Na achaje milioni, nimepigwa risasi. Sasa sinirudi huko, nilirudi na nikachukua pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how the devil can use you. Because when I was coming from Molo, si kuenda na gari ya matatu. Nilienda na lori ya mafuta. Na hiyo ndio nataka tuzungumzie leo. Nilitoka hapo na lori ya mafuta ambayo ilikuwa inaendeshwa na cousin yangu. Na kwa sababu mama yangu ange afford fare na ange afford, aliniwekea kwa ile kagunia ile ya mahidi ya hybrid ya yellow. Akaniwekea mahidi ya kusiaga, uga, na akaniwekea tu viazi, kagania kagine. Sasa nilitoka, that is what I came. Na mama yangu na baba wakaniambia, "Othie ureme gukumia. Othie Ngai agwitikire. Na Nairobi egwitikire. Na andu a Nairobi magwitikire." Bwana Yesu asifiwe sana. That is what called a parental blessing. When you have a parental blessing, my friend, it doesn't matter whether you are saved or not, watakukubali.
Hata na pesa ya Nairobi itakubali wewe. Ili nikubali. Hata kama nilikuwa naitafuta kwa njia nyingine, ili nikubali. Lazima gaishia na cianyu cikiumagara. Mwathani ya gosho. Hallelujah. So nataka tu, najua nyinyi ni wachungaji. Hii kitabu mnaijua kuniliko. Ninaogopaga kuhubiria wachungaji sana kwa sababu kuna mahali nitaongea wanasema haunia henania. Tugo hadikito. Kwa hivyo mkisikia nikiweka maneno yangu ujue sijaokoka sana. Wokovu yangu ni 2%. Bado najaribu kukuza hii pande. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I decided to be. Wokovu yangu ibaki at 2%. Tupande na Yesu pamoja pole pole mpaka tufike. Kuliko ile ya 100% alafu usiku nafanya vitu zingine. Ama bado ujaja liko bado mingi. Kwa sababu najikutaga tena na Teresa, karoho kale kanakuja na Teresa kidogo. Sasa na kama nigiambia watu niko 100%, nitawaambia nini? Sisi afadhali niwaambie niko 2%, tupade. Hata wewe jifundishe, rudi kwa 2%, tupade. Kwa sababu makosa ni mingi. We are living in a world that is full of temptation. And the people are looking at you. Unajua wanaangalia hapa kwa kigia kwa choo. Wanakuchukulia, wanataka kuona kama umeoga mkono. Na wewe ni pastor, hukuoga mkono, nakuta tamakadane dhaba moko. They monitor you. They look at you. You are role models. Sasa mwambie wewe uko 100% alafu ufanye ka mistake kadogo. No kuona. No turaugire anio madevo worshiper. Ni ndiramonyitire live. Eno ni devil worshiper. Na si wewe si devil worshiper. Ni kwa sababu ulijipeleka huko juu na wanatakaga ukae huko juu. Na unawaambia ati usiku jioni ikifika 7 unapadaga biguni, asubuhi unakuja kwa maana unalalaga huko juu. Na wewe ni binadamu tu. Kubali tu tuende turudi chini tupade, Mungu atatusaidia. Hivyo ndivyo nilifundishwa na Bishop Harrison Ng'ang'a ambaye ndio my spiritual father. Ndiye alinifundisha. Niliombewa kwanza na yule mwingine James, ule wa matuta. James ndio aliniombea wokovu, lakini aliyenilea ni Bishop Harrison Ng'ang'a. Na operate na license yake na grace yake. Hata akikuja nimeongea na yeye nikikuja akaniambia niwasalimie sana. Na Julia nikimutamwitaga. Nikimutamwitaga. Moria nikimatajitaga kama thoire. Nikaambia hapana, najua wewe kwenu ni Nyahururu na wewe kwetu ni Moro, kwa hivyo watanitabua kwanza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo niko na kanisa na si moja na si mbili ambazo nimefungua tu juzi. Ministry nilianza about 4 years ago. Though niliokoka kitambo nikaanguka. Niliokoka nikarudi nyuma kwa sababu nyinyi wachungaji hamuambiagi mtu ati akiokoka ameanza safari, sio amefika. Unajua hiyo ndio makosa tunafanya. Sasa mimi niliambiwa umefika. Kumbe kulikuwa na safari ya kutafuta Yesu. Kulikuwa kuna safari ya kungolewa umogeke ndani yangu. Kulikuwa safari ya kungolewa umang'aa ndani yangu. Kulikuwa na safari ya kuchange roho yangu ikae kama ya mtu, iwache kukaa kama mnyama. So wakati nilikaa chini nikaanza kubadilishwa, nikaambia Ng'ang'a hapana, tutiareka ni ilio. Sasa wewe unataka mimi ni mkubwa na wewe ni mkubwa, twende. Sasa alikuwa anataka kuniambia ati ukiwa Mkristo unyenyekee. Ukiwa Mkristo ukipigwa hii unapatia na hii. Na sikufundishwa. Nilikuwa nikiwa ukinigoga, nachukua madhiokole na goga wewe. Sasa mzee huyu ameanza kunifundisha sasa gogwa unyamase na mimi bado ni general. Hajatoa ugeneral. Bado ugeneral iko. So hiyo ndio makosa sisi wachungaji tunafanya. Kwanza kabisa abia mtu ugeneral imefika mwisho. Abia mtu sasa wewe ni mtoto, uanze kukua tena. Kama ulikuwa komada weka chini. Kama ulikuwa mtajiri, utajiri weke chini. Kwa sababu hapa nikasema na umwambie hii safari ni gumu kuliko ile ulikuwa unapita. Umupatie tu ukweli. Ndio kama mtawachana muachane mapema. Kuliko mimi nilinunua bunduki niue James Maina Ng'ang'a. I wanted to kill all bishops. Because Ng'ang'a tulipo alifanya vizuri. The day I got saved, it was a Thursday. Saturday hiyo akaweka crusade Tononoka. Na tukaenda Tononoka, kiwaja ilijaa. Alipotagasa yule aliyekuwa anakuja kwa kiwaja ilijaa. Tukatoka hapo tukakuja hapa Afuraha Nakuru. Akatagasa yule aliyekuwa, kiwaja ikajaa. Tukaenda Nyahururu, yule aliyekuwa ikajaa.
Sasa nikaikube nikagundua ugo nini ndiratuma andu aya moke. Ugo na mundu ndarari handu. Huyu mtu hakuwa na mafuta. Mimi ni mafuta yangu sasa ndio natembea hapa. Sasa nikaanza kuangalia ng'ang'a, tukaanza kutoshana na muangalia hivi kwa macho. Na ubia sasa, wewe watu wanakuja kwa sababu yangu. Hata siku moja nikamwambia, nikaanza kupropose kasadaka tugawanye kwa sababu si watu wanakuja kwa sababu yangu. That is a mistake ng'ang'a did to me. Hata tukikutana kama jana tulikuwa na yeye. Nikamwambia ulinikosea. Hukutoa umogeke ndani yangu, ulipeleka umogeke kwa kiwaja. Sasa hakuna siku nilikutabua ukapata nipigwe. Nilipigwa. Mpaka wakati sasa alianza kutoa umogeke, nikamwambia nini? Hii kanisa tumejenga. In fact kiwaja ni mimi nilipatia hapo wako. Kwa sababu nikiokoka tulikuwa pale Baveshi pale Gara kwa basement. Sasa hii kiwaja kingine nikampeleka, ni kiwaja yangu. Sasa mimi ndio nimejenga kiwaja. Watu wamejaa kwa sababu yangu. Crusade inajaa kwa sababu yangu. Ogejera atia. Utaniambia nini? Wewe ni bishop lakini haukuwa na watu. Watu wamekuja kwa sababu yangu. Sasa wewe na mimi ni nani mkubwa? Sasa hapo ndio makosa inakujaga. Wakati nilianza kutolewa nguo, nivalishwe sasa nguo ya Ukristo, nikaambia ng'ang'a, wewe unacheza na akili yangu. Kwa hali gani roho leo nie deu? Ng'ang'a akakimbia mpaka polisi akasema his life is in danger. Alienda mpaka polisi. Sasa wakati nimeenda mbele ya polisi na mimi nikamwambia nimetoka na mimi sasa tukutane kwa kiwaja. Tukaenda Isiri kwa sababu Mugeki wamenitaka kuniua kwa sababu niliwasaliti. Akina Maina Jega niliwasaliti, wanataka kuniua. Nayo serikali inaniangalia, naye ng'ang'a niyu ameniruka sasa, hanitaki, anasema nataka kumuua. Sasa amepatia polisi reason ya kuniua. Nikasema kwa sababu sasa naenda kukufa. Sitakufa hivi hivi, nitakufa na hawa mabishopu. Kwa sababu nimetumia pesa, nimejenga kanisa, kiwaja ndio hiyo imeenda, tupesa twangu tote tumeenda, Mugeki wamechoma nyumba yangu, Mugeki wamechoma magari zangu, niko kwa dunia peke yangu, sina pesa. Sasa yule ambaye ningekaa na yeye tutembee na yeye tutengeneze pesa, kwa sababu mimi nilikuwa najua kanisa ni kutengeneza pesa, na yeye ameniruka. So nikajua nyinyi kama hii ndio tabia inakuaga na mabishopu. Sasa tukakutana na watu wengine 3 4 ambao wanachukia mabishopu lakini wako kanisani. Wakaniambia mabishopu ni Ndura oi makorogo mahiano go mapasta nemekora makonyitaga magakoria tau magacoka magakorekia. Na mimi nikaambia hawa hawatakula ya mwingine. Tukajua sitarudi kwa Mugeki na sitarudi kanisani, na hii dunia lazima nitafute pesa kwa sababu lazima niishi. Nikaenda Isiri na vijana kadhaa, tukaenda tukaiba, tukakomboa bunduki, kila mtu tukakomboa bunduki 7. Tukaenda tukapata mahali kwa kabangi hapo kidogo, tukapora hiyo bangi, tukapata 20 million. Tukanunua bunduki zingine. Sasa tukasema one Sunday kila kanisa kwa Moiro, kwa Getoga, kwa nani kutaenda mtu ni bishop. Nasimama na AK, namwambia bishop pokea poop. Tulikuwa tuamalize one Sunday. Mungu na yeye anajua kufanya maneno. Akaniambia sasa tukapata kazi gine pale River Road. Kulikuwa na benki ya Barclays Bank. Tukaambiwa tuende, kuna kazi hapo, kuna 40 million tunaweza kuchukua. So tukajipanga jeshi, tukaenda huko. Tukaingia ndani ya benki, mimi sikuingia. Yani it's very strange how God works. Mimi ni kiongozi lakini vijana wote ambao tulikuwa nao wakaniambia no, leo hautaingia, utakaa nje. Na hakuna mtu anataka kukaa nje. Kwa sababu wale wanajuaga ni pesa gapi mieda ni wale walikuwa kwa jikoni. Ndio naona polisi wakikuja mahali kumeibiwa, kitu ya kwanza wanaulizaga imechukuliwa gapi. Kwa sababu hao polisi wa kwanza kufika wanakuwa part of the game. Sasa wanataka confirmation nishiga na cia hiyo nigetha magikinya na kule ali wanajua awafika ziliibiwa milioni 10. Sasa huko wanajua yao ni 3. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio reason nasikia polisi akiuliza kitu ya kwanza imechukuliwa gapi. Ukisikia polisi ameuliza imechukuliwa gapi, ako kwa hiyo kitu. Kwa sababu anataka confirmation, kwa sababu wale walichukua ndio watadecide ilikuwa milioni 10. Wao ndio watadecide ilikuwa milioni 3. Wale walichukua. Na ile gari imechomoka na hiyo pesa hao. Sasa kila mwizi anataka kukua hapo jikoni na ile gari itabeba. Mwizi wote anataka kuwa kwa hiyo gari. Ndio isiende umechukua 10, kumbe mnasema ilikuwa 7. So strangely
Nikaambiwa leo hautaingia ndani. Tunasikia wote wakasema wewe utakaa nje Kisugu, utuchugie, utuangalilie huko. Mimi nikang'ang'ana, nikaona niking'ang'ana sana hii kitu itaaguka, hii biashara itaaguka na itakuwa na nuks. Acha nikubali. Mimi nikaachwa kwa corridor. Kuna nyumba inaitwa Menengai. Pale Bishop Harrison alikuwa iko na corridor kamepanda hivi. Na hiyo bagi iko pale. Sasa mimi nilienda kwa hako kwa corridor kuangalia sasa niko na bunduki yangu na angalia sasa nikimonitor kule movement. Kumbe ndani yule alitupatia kazi alikuwa polisi. Hiyo ya bank. Wakaorganize na bank, kuna waizi wanakuja na tunataka kuwaulia hapa. So na ni fulani ule mkubwa Mungiki. Ndio tunataka kumaliza, tumepata chance. Wale wafanyikazi wote wa banki wakatolewa, manager akatolewa, wale wanafagia wote wakatolewa, bank tellers wakatolewa, wakaeka ma flying squad. Ndio ako kwa bank teller, security ule ako na fibo ni flying squad, ule anafagia ni flying squad, manager ule ako ndani, ule alitupatia kazi ni flying squad. So it was a dragnet and we were not to come out. Mimi nilikaa pale nje. Vijana wakaingia wote. Kuingia tu mimi wakiingia sasa hivi naye Ng'ang'a J Harrison ndio huyu anapada. Kwa hiyo Castosias kwa sababu kanisa yake ilikuwa hapo juu. Ng'ang'a akaniangalia akasema, naona mtu ni kama Waruinge. Nikamwambia mzee, si usijipe shughuli uende. Kwa sababu naangalia masaa na huyu mtu ameanza kunijua na hufai kujulikana. Nikamwambia mzee, nduthie. Akaniambia mundu kari Waruinge. Nyinyi kayo Waruinge. Nduthie, twajehererio limo. Tukang'ang'ana na yeye. Nikaona saa inaenda. Na huyu mzee sasa nikafikiria ni mstue kidogo aende ama na nikimstua nitaharibu kule. Kwa sababu nitakuwa nimejump gani kabla maneno yase. Nikamshika. Kama mzee. Jipe shughuli. Tajeheria wana. Akaliniwekelea mkono hapa. Waruinge. Akaekelea kwa hii bega hii. Nilisikia radi imenipiga nikapasuka. Hii upande yote ikakufa. Venye nilijikuta ndani ya kanisa kwake sijui. Mimi nilijikuta ndani kwa ofisi nikimwambia to uketa koia ona mushiga mwende na guha. Akaniambia tutoke hapa tuende kwa hall. Niombe huko. Sasa nilikuja kujua ni kwa nini aliniambia tutoke kwa ofisi. Kwa sababu tukikutwa kwa ofisi tulikuwa pamoja. Lakini nikikutwa kwa hall atasema huyu ni mtu ameingia kanisani na simujui. Huko chini tulipofika tu juu malisasi. Watu wangu wote wakakufa. Wote. I was left alone. That is when I got saved number 2. Kwa sababu niliomba because now I was in between ni mimi na dunia na Mungu na shetani. Ng'ang'a aliniambia ndio kwa kona pale piga magoti waza kuomba. I've never prayed. Hata saa hii nimejaribu kuomba hivyo. Nimejaribu 2 years na ng'ang'ana tu kujaribu kurudia hiyo maombi kwa sababu niliomba kutoka kitu saa 6 nilijisikia saa 12 jioni. Nimejaribu, nilienda nikazama mpaka nikaingia biguni. Tukakutana na kina Musa, hata Yesu mwenyewe tulikutana na yeye. Huko nilienda. Hiyo maombi natafutaga sana ya kuenda huko tena. Lakini nimekataa, sijui nitafanya namna gani kwa sababu sitarudi kwa wizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tena ndio niliokoka mara ya 2. Na nikaombewa na mzee Harrison akasema kaa hapa nitakulea. Harrison tumekaa naye 1 full year akinilipia rent kwa nyumba. Ndiye nikienda every Friday kuchukua 10,000 za kulipa nyumba na za chakula. Simpigie hiyo mzee makofi. That's a true father. That is a true father. Mwenye alisimama na mimi mpaka akanioordain, akaninunulia mashini za kwenda kuhubiri. Nikachukua mashini zangu nikapatia mtu kwa sababu sikutaka nifanye ama nikue kama huyo mwingine. Kwa sababu alikuwa amenikasia, but hiyo kitu ilikuwa haijatoka. Kumbe deliverance is not a one off thing. It is a process. It is a process. And let us teach our people. It is a process. Na ndio nakwambia wachana na wokovu ya 100%, rudi kwa 2%. Because kale kamzizi kamekukamata. Ka familia kanalipukaga wakati mwingine kanachomoka. Kumbe guka yako alikuwaga mugaga na hiyo ugaga haukumaliza. Wakati umehubiri, wakati umefanya huduma, kwa hiyo kakitu kanaruka kwa kanisa, watu wanaanza kushuku wewe.
until you are fully delivered. And to be delivered, it's a process. It is a process. It has taken me time. Hiyo mambo yote ya kuanguka. Hasa Ng'ang'a amenipatia mashini za kwenda kuhubiri. Nilienda nikatafuta mama mwingine nikampatia, nikamwambia ndienda kuhujia no ndienda Ng'ang'a amenye vyo higure kanitha. Ng'ang'a ahurira thimu ngamwira nikuna kanitha yeku. Sasa tukaendelea hivyo, akajua nilimdanganya. Kwa hivyo alinipatia mashini, nikarudi kwa pombe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. So kutoka hapo nikaanza kukunywa pombe mpaka nikapata depression. Nikakunywa pombe hizi makali, nikaenda mpaka kwa hizi za mabatini, nikakunywa. Kumbuka nimeokoka. Nikakunywa, kumbuka nimetoka kwa mkono ya mtumishi anaitwa Harrison Ng'ang'a. Nimeokoka kabisa, lakini nakunywa pombe kabisa. Mpaka nikafika wakati nika lose mwili yangu. Nilikuwa najikojolea, nilikuwa najipupulia bila kujua. Don't joke with the anointing. Kama uliwekwa wakfu, urudi tena nyuma, inakugogaga vizuri. But when God loves you, he can never abandon you. Nikiwa katika hali ya kukunywa tena, Harrison akanitafuta mpaka akanipata. Akanirudisha tena kanisani, akaninunulia tena vyombo, akanitrain tena, akaninunulia vyombo. Hizo vyombo kwa sababu nilikuwa so much irritated na yeye huyu mzee. Alikuwa so insisting on to me ni preach. Nikamwambia sasa, sikumwambia sasa hiyo, nikamwambia ndio nikate hii roho ya wokovu. Wacha nipeleke hizi vitu ba. Alikuwa amenunulia za 1.5. Nikaenda nikapatia na bai kwa hapo Gongo, inaitwa Heritage Bar. Hata saa hizi napiga muziki hapo. Nikaenda nikapatiana. Na nikaanza kuzikunywa. Nikaandika 1.5 usinipatie, ndakuwa nikikula nyama hapa na kukunywa ile mchupa mzuri kubwa. Nikakunywa, nikagonjeka. Nilipelekwa kwake nikiwa kwa kagunia. Tena akaniombea. Alilia siku saa 3, alilia, akalilia Mungu. Na akasema nitakutolea dhabihu kwa sababu ninaona kuna problem ambayo iko na wewe. Akanitolea dhabihu na akaomba kwenda kwa mlima 7 days. Akaniombea, akaambia Kimani tusaidie ketohoere mundu huyu. Na akaambia wachungaji. Nikaombewa ndio kulitokea unabii. Kasemekana ile kitu inasumbua huyu mtu ni mizizi ya kwao. Sasa ndio waliniita wakanikalisha, wakaniambia wewe unaitwa nani? Nikawaambia. Baba yako anaitwa nani? Nikawaambia. Tukaenda nikajikuta kwa mzee alikuwa anaitwa General Waruinge. General Waruinge ndiye alikuwa alianzisha Mau. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nasikiaga the 7 Mau generals. Ni Waruinge, ni Kimathi, ni Totia, ni Mathenge. They were 7 who founded Mau. And they founded Mau baada ya wao kutoka huko Bama. Walipofika Bama, unajua walikuwa nafikiria mkaba, walikuwa nasema mozongo no tangai. Walikuwa najua mozongo akufangi. So they didn't know, they had no imagination mzungu can die. So walipoenda huko Waingereza na Waitaliano wakipigana, wakagoka kama Italiano kakaaguka, wakajua haya uwadwani makuaga. Wakaambiana wacha tugoge hata Muingereza naye akakufa, wakajua kumbe hawa watu wanakufaga, wanatudanganya na wamejua kutumia bunduki. Waruinge wakiwa na Kimathi wakakuja hapo Banana, wakatengeneza kiapo na wakasema nao mzungu lazima aende. Wakapatana na Itotia their cousin, Mathenge their cousin, na huyo mwingine alikuwa anaitwa Baimunge their cousin. There were 7 Mau generals and all of them were first cousins. Na wakaanzisha, my grandfather ndiye alianzisha kiapo. Mbuzi ile ilichinjwa ya kupatiana kiapo. My grandfather ndiye alianzisha, ndiye alichinja na akaandika, akacoin zile maneno za kiapo, zile zilitolewa, zile ile walikuwa naambiwa warudie. It is my grandfather General Waruinge who did that. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiboeke tu na hako kastoria kwa sababu najua katawabariki. Bwana Yesu asifiwe. So much later, many years down the line, kukatokea vita vya moral clashes hapa Kiambereria, Ngenia, Kamuaura, Kurusoi. Sasa tukakuwa sasa vijana wana huko, tukaambiwa lazima tuende tukapigane, lazima tu protect wazazi wetu. I happened to be the leader nikiwa kijana mdogo sana, na niliongoza hawa vijana wengine mpaka tukaondoka, tukaenda kupigana. Kupigana kwetu it was very strange, kwa sababu wazazi hawakutaka tuende tukapigane, maana tulikuwa watoto.
Wazazi walitaka tutoke huku tuende Murang'a na tuende Kiambu kwao. Mimi nikasinua mkono siku moja nikaambiwa wazazi, sasa mnatuambia tuende Murang'a, tunaenda wapi? Tukaambiwa, unajua nilikuwa nachukiwa sana dalike hekere ya kiagano. Yaani kwa kila kiraimu ya maneno nilikuwa kijiko ingepotea kwenu. Most likely 90% ingepatikana kwetu. Bwana Yesu, na ingepatikana ni mimi nilitumana ikachukuliwa ama ni mimi nililetewa niweke. So I was known as a bad boy. Kwa ukienda huko Kiambĩrĩria Mona watakwambia kehekere kia Waruinge. So wakati vita zilianza nilitaka kung'ang'ana na wazazi kwa sababu niliuliza mzazi wangu, unatuambia turudi kwenu tukafanya nini? Wewe rudi kwenu, kwetu ni hapa. Nilitandikwa visa na wao wazee wote. Lakini my point ndio ilifuatwa. Nikaambia vijana tuthie tigana inathuria tuthie. Tukachoga zile mikuki zilikuwa, unajua kile kilikuwa kinachongwa. Padi ni sharp na padi ni sharp. That's the only weapon we had. Na mabati. Tukaeka tukatengeneza shield. Tukaenda pale Genia. Ukienda pale Genia uende ukienda na hapo juu kwa Berisoi hapo hivyo. Wao watu walikuwa wanakuja na walikuwa na ubwa iko mbele yao. Kumbe walikuwa na kulaga kiapo ya ubwa. Walikuwa na ubwa ilikuwa mbele yao. Sasa wakikuja mimi na ile kimuti, kwa sababu mimi ndio kiongozi, wengine wanakuja todie, lakini wako hapa nyuma yangu. Wakiona nikienda mbele wanaenda mbele, wakiona nikirudi nyuma wote wanarudi nyuma, because I was their motivation. Nilirusha hiyo wale walipoona Wakikuyu for the first time wanakuja, they got a surprise. Wakashindwa hawa watu wanakuja kwani they might be having something. Wali hesitate kidogo, wakaachilia ubwa. Na hiyo ubwa kukuja nilirushia hicho kimuti kikaiduga hapa, ubwa ikakufa. Ilipokufa wale walitoroka. Mnakumbuka wakati Moi alikuja mpaka huko that day. Wao walitoroka, ubwa imekufa, padi ingine nikakuwa hero instantly. Hapo ndio jina Mugeke lianzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakuwa sasa wazee wa huko Karikani wa Maumau wakatuchukua wakasema ni kulikuwa kumetabiriwa kutakuja kuwa kijana ambaye atasaidia Wakikuyu. Na kutoka hapa sasa nikakuwa kijana. Ndio tukashikana na Maina Jeka, ni my first cousin. Tukashikana na Joroge, ni my first cousin. Tukashikana na Kamau, my first cousin. Tukashikana na Waithaka, ni my first, we were 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaanzisha. Na mimi ndio nilikaa chini nikatunga kiapo ya Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ile maneno tulifanya kiapo nikatuka na nikawapatia hiyo kiapo hao. Ile akili ya kiapo sijui ilitoka wapi. Venye nilichinja hiyo buzi nikatengeneza hiyo kiapo sijui ilitoka wapi, lakini nilitengeneza. So Ng'ang'a kaniuliza, tukafuatilia story tukakuta hivyo. Sasa baadaye baada ya kupita class ndio nilikuja kujua ya kwamba sisi tulianzisha Mugeke tulikuwa watu 7. Na Waruinge ndiye alianzisha Mugeke huyu wakiwa na Maina Jega first cousin. Naye upande huu mwingine wa Maumau, my grandfather ndiye alianzisha Maumau. Na Kemathi ni first cousin walianzisha na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. And there were 7. Na sisi tulikuwa 7. Mwenye alitunga kiapo ni my grandfather, ambaye alitunga kiapo hiyo. Na alitoka kwa vita vya Musugu akakuja akatuga na ikakuwa hivyo ikakuwa na Maumau ikatengenezeka. Na upande huu mwingine the same thing, Mugeke ikatengenezeka, tukaanza kuwa na tabia kama za Maumau. So tukaongea na Ng'ang'a nikamwelezea, nao tukafuatilia historia mpaka tukakuja kujua kumbe huyu mtu mnaitaka Waruinge si huyu, ni yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Because my character nilienda sasa nikatafuta mashosho, wakaniambia tabia zako na character zako na kila kitu ni za yule mzee. Wale walionaga huyo mzee. Uguonaga ogeka ni gwekaga. Uguonaga wina marakara ni gwari na marakara. Uguonaga ogeciria maundu maingi muno ugo ni gweciragia. Niwe yani nilikuwa copyright. Kumbe nikakuja kujua you can be living and existing on this world, kumbe si wewe ni guka. Utakuwa ukibehave watu wanaonaga kama makazuri, lakini behavior na character zako naona ni msichana mdogo lakini ni shosho. Ukiona tabia zake ni za shosho. Ukiona hata venye anatembea ni shosho, hata venye anakula ni shosho. Paka unashindwa niki utkoro wesiro uguo. Kumbe si yeye. Alivalishwa nguo ingine na spirit ingine. Ni kibodi tu kinatumika. Until such a time that body is removed from you. That is when you become your real self. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are condemning anybody, before you condemn them, want to know who they are.
want to know kama ni shosho ana operate ndani yake ama ni the great great grandfather ambaye ana operate, because all along I operated as that man. Tulikuwa watu 7 spirit. Ukiangalia Maina Jega nikemathi tu bwana. Hata juzi nimemwambia acha hiyo jiga ya kwenda kukimbia kusubuana na Gachagua. Wewe tabia yako enda uokoke na uokoke mzuri, kwa sababu hajaokoka. Ni kudanganya, alidanganya watu akasema ameokoka. Ndio ajifiche na mambo ya Mugeki huko ndani. Nikamwambia hapana, Maina no ginyo honoke. Todo no ginyo seji. Todo wetiwe. Naona spirit yako ni ya hao maumau. Mimi nilingangana mpaka saa hii bado nangangana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata saa hii ukiniona usichukue ati niko ndivyo nimekuambia niko 2%. Ninangangana kuondoka kwa hiyo msee. Alafu juzi tu nimeenda kufanya, tukaenda na Harrison Nganga crusade banana bali waliansia. Tukafanya crusade hapo, tukazungumzia hiyo mchaga ya hapo na hiyo damu na hiyo busi zilizochijwa. Nikaenda nikakutana shosho mmoja alikuwa ameweka hiyo kakitu ya maumau, hiyo maadishi. Nikakuta word by word. Venye nilikuwa napatia watu, venye nilikuwa naambia watu, it was word by word ile ya mse. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza mwenzako, wewe uko na miaka ngapi? Maana nikarudi ndio akanirudisha kwa Biblia hii, nikaangalia kitabu ya Yeremia 1 mstari wa 4. Before you were born, I knew you. Before you got into the womb of your mother and your father, ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha even before your grandfather and your grandmother walikutana, ulikuweko. Before your great grandfather na great grandmother wakutane, ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Before the great ulijulikana, waliokuo kana tiguo. Ugo toria mwenzako unaona tayo na miaka igana. Bagekoro walikuo shosho wa shosho ri we na miaka igana. Sasa niambie, kama uligiwa na shosho wa ambaye alikuwa mchawi, alikuwa mrogi, kama alikuwa mganga, umewachwa uko ndani. Kwa hivyo hata sasa uko ndani. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakuja nikachukuza nikaangalia, wakati hii kulikuwa na treble classes hii PV ya hapa, tatuongea sasa tusisikizwe sana. Mapasta na mabishopu waliniita hapa, wakaniambia chokaniriria anake tugitire indo cito. Ama mkufanya hivyo? Ni nyinyi nauliza. Ama hatukufanya hivyo? Tulifanya. Na tukafanya maombi kwa makanisa. Na tukasema sasa ni wakati ya kuinua vijana wetu. Na mkaquote hiyo maandishi kwa Biblia. Wakati vijana waliinuliwa kutetea wana wa Israeli. Si mliweka hiyo kwa maandishi? Kama wagekira. Tuongee tu. Mimi nimewapatia story yangu, nimejiweka bayana. Sasa yenu mnakataa kuweka yenu kwa bayana kwa nini? Mnakataa kuweka yenu kwa bayana kwa nini? Si tulifanya hivyo? We organize our youth. Wengine jizi hapa mlitupikia, mkatuletea chakula. Wengine mkasema nitai kingotole geke shilingi 10. Leteni tusaidie. Tugitere ido sito. Si ndio? Si mlifanya hivyo? Sasa nikuulize swali moja tu. Wewe na hawa vijana tofauti kwa wapi? Na kwa nini unaomba wakufe? Kwa nini umeomba wakufe? Na ukiomba ile spirit ile operate na wewe ndio ina operate na wao. Kwa hivyo ukiomba unaombeaga spirit gani? Ile ina operate na wewe na wao. That is why you are stagnated. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Unfortunately mimi nahubirigi hivyo. Tutatarora, tunararua busi, tuangalie ni nini kodani. Ndio tutoe tujue ugoja ni nini. Because we are all sinners. We have sinned. We have sinned before God. And we have challenges. Because wewe, mama yako alikuwaga maumau. Baba yako alikuwaga maumau. Wakati walikuwa nakula kiapo, ulikuwa kwa mudhirimo. Bwana Yesu asifiwe sana. So you are a partaker of that oath. When were you de-oathed from that oath? When were you? Nikyo igwaga kumira bara ugani no guthe mundu. Ni no guthe tugecirio gode mohono kutiki gutha mundu. Tondu kabuma karakari kitago ilikuwa hapa. Iko bado inasimama. Inasimama na ikisimama watu watalia. Ndio naona mpaka maombi yako ni ya return to sender, because wewe ni maumau. Akirusha unarusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa return to sender, inua mkono juu. Kama umewahi kuomba maombi ya return to sender, inua mkono juu.
Haleluya. Sasa hebu shika hii. Nirushie. Na mimi ni return to sender. Sasa mimi na yeye, nani si mchawi? Umenirushia uchawi, nimekamata. Kwa hivyo nikikamata uchawi, si already nimekuwa mchawi, because nimepatiana legal ground ya uchawi. Nimeshika return to sender. Who is nani mzuri kuliko mwingine hapo? Ni mukiri rogi kanitha-ini. Hallelujah. Thank you. Tukiri rogi kanitha-ini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona Mungu anasema return to me, mukuje mutubu dhambi zenu. Nami nitafanya nini? Hapana. Nitafanya nini? I will heal your land, not you. Bwana Yesu asifiwe sana. Because through your land you exist. Because you are a product of the soil. Ukisoma Jeremiah 22 verse 29 inasema, O earth, write this man down as a man who will be childless. It is the earth that was spoken to, the soil that was spoken to. Na ukisoma kitabu ya Genesis, wakati naitwa nani? Cain aliulizwa na Mungu, where is your brother? Alimwambiaje? Am I the brother's keeper? Mungu akamwambia namna gani? Kwa maana damu yake inalia ikiwa chini. Damu inalia. Sasa wewe ulichaga pesa, Wakalenjin ama Wakikuyu wakapigwa hapa na damu ikamwagika, watu wakikufa. Who is a greater murderer? Wewe ama aliyeua? Who is a lesser murderer? Who is a greater murderer? Kwa hivyo you are a partaker of the blood that was shed here. You contributed in kama ulipika chakula, kana ni warutire mboga kabici thie karute thie karugirwa itoi, kana hii jamba ciaita, you participated. Sawa na wale wali participate wakati wa Mau. Meaning kuna damu ilimwagika Njoro, kuna damu ilimwagika Moro, kuna damu ilimwagika Kurusoi na Oleguroni, na hiyo damu inalia. Hiyo damu inaita Mungu. Iwe ilikuwa ya mtu mbaya ama ilikuwa mtu mzuri. Damu, hakuna damu ya mtu mbaya. Hiyo damu yako ni O negative ama B minus ama B plus. Zote zikitolewa, ya mwizi ikitolewa iwekwe ya pastor ta survive. Haitasema ati hapana hii ni ya mwizi msiniweke. Kwa hivyo there is blood that is crying here. And that is the reason I'm here. Because of that blood. Mungu alinikumbusha kaniambia, ulienda Moro, mukalikuruti watu, mukafanya viapo, mukaenda Murang'a, mukaenda Nyahururu, mukaenda Nairobi. Ndio unaona amenipeleka safari ya Nairobi. Nikaenda, tukaenda na Harrison Ng'ang'a pale Morem Islands, tukatoka hapo tumeenda mahali panaitwa Thika, tukakuwa pale Thika Stadium, tukatoka hapo tumeenda Murang'a Stadium Ihora, tumetoka hapo tumeenda Kerugoya. Mmekuwa mkifuatilia, mumeona. Hiyo yote niliambiwa na Mungu, amuka uzunguke, ubomoe hizo madhabahu zote mulijenga. Anything that is associated with you by blood, uende ubomoe. Kila mahali nikienda naendaga na message ya huko. Maana ile message, ile kiapo tulikulia huko, zile maneno tulizungumzia huko. Tukienda Kerugoya nilienda na message ya LGBTQ na pombe na mambo zingine mingi. Lakini wakati tulienda Thika, Murang'a, tulienda na Mau na Gati wasameheane. Kwa sababu hawa watu wa Gati walilaaniwa na watu wa Mau. Nao sasa watoto wa Mau walirudi wakasoma. Watoto wa Gati wakasoma, wakaenda kanisani, wakashikanishwa. Wakati mtoto ya Gati na mtoto ya Mau wakashikanishwa. Na huyu amelaani huyu, ate ciana ciao itikanarathimuo ginya tiro ciaro raikomi forever. Ndivyo Mau walifanya, na wakachinja busi na wakaweka kiapo, and they did an altar. And true to the fact, tafuta familia ambayo ilikuwa na watu wa Gati, they are poor, wamesoma, walikuwa na mashamba kubwa, lakini they are dying of cancer, they are dying of diseases, they are dying of many things. Watoto wao ni walevi kulingana na ile laana. Tulienda Murang'a tukafungua hiyo, tukaenda Kerugoya tumefungua. Thika tulikuwa huko kwa sababu ya Freemason. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulienda kwa sababu ni Freemason. Thika ndio murago ya headquarter ya Freemason Kenya, na ilikuwa hapo Kilimambogo, ile nyumba inaitwa Macmillan. Hapo ndio headquarter ya Afrika mzima ya Freemason. Bwana Yesu asifiwe sana. And we did that. Hata hapa kuna buraji kubwa sana hapa Joro, kubwa ya hiyo watu wa Freemason, kubwa sana.
Na wamepada kuna ingine na pedo hapa ndio naonanga hapa Sariga. It is their food, their dining room ya kukula chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. So more I'm coming to do what? Kuhorohia thakame ile yaitiro. Kuzungumzia hiyo damu. Kuitenganisha na kunena na udogo huu. Tuambie hii damu iende kapumzike. Ndio Mungu awachilie revival ianze hapa. Before God releases his message or his purpose on humanity, he makes sure the ground is clean. Anatengeneza kila kitu inakuwa sawa. So wakati mnaenda Kenya inapokezewa kwenye platform ya revival, there will be no blemish. There will be nothing that you can say God anaweza kusema ati hamujafanya hii. So we are in the process of cleansing. We are coming tomorrow to repent kwa niaba ya Wakalenjin, kwa niaba ya Wakikuyu, kwa niaba ya Wakisii, kwa niaba ya serikali ya Moi, kwa niaba ya serikali ya Kibaki, kwa niaba ya Ruto, kwa niaba ya Gachagua, kwa niaba ya mapasta, kwa niaba ya waizi, kwa niaba kila mtu tutubu hiyo dhambi. Ndio Mungu akubali kuachilia Kenya ichukue revival. Otherwise revival itasumba na mtafinywa. Hii mudhamaki mnaona atakuja huko atabadilika, atakuwa chui na atanyonya watu damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sikupenda kwake ni kwa sababu Mungu anataka kazi yake ianze na nyinyi the gatekeepers you are not ready. So mtafinywa mpaka muende kwa Mungu, mumwambie Mungu tumekuja sasa, na ataambia process ile ya 10 years muianze tena. Utaona mtadelay another 10 years. So it is good. I'm not threatening you. Nawaambia tu message ambayo Mungu amenipatia. Nikinyabiririe dali wa mugike sasa usianze kufikiria ndio ushike mzuri. Ni mimi nimetumwa nikuje nikwambie hapa tuunganike pamoja. Tuende kiwanja ya Moro Stadium, tulilie Mungu. Tuambie Mungu damu ilimwagika, tusamehe. Tuambie Mungu kumefanyika maovu haya, tusamehe. Ukiangalia taifa mzima Moro venye na behave, the Moro constituency. Wacha hii tulietwa Joro Moro sijui wapi. The Moro constituency ile ilikuwa mpaka ule Guroni huko juu. The Raja Moro. Yote tushikane tuende Moro Stadium. Tuende tuite Mungu. Atasikia Kenya mzima. You are the key to Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Onokoro muri ahure ni heho ya Moro, you have the key to this country. And be having the key to this country. Having the key to this country has the key to Africa. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning you have the key to Africa. Africa having the key to the world, then you are the key to Africa and you are the key to the whole world. You will be scattered. Watu wa Moro wacheni waambie. You will be scattered in the entire world to go and send this text, the word of God to the entire world. Utaenda Pakistan ukutana na mtu wa Moro. Utaenda Afghanistan ukutana na mtu wa Moro. Utaenda Syria ukutana na mtu wa Moro. Akifanya nini? Akisema Yesu ni Bwana. If you get well, if you get ready for that, and if you allow God to use you, because you are so special people. You are so wonderful people. You are carrying this Kenya. Moro, kama mungejijua. You are carrying this. Moro controls the economy of this country. Moro controls the most powerful preachers. They come from here. The most powerful people in this country, they come from here. Hata uende America. Yule mkubwa mmoja wa Boeing, huko Boeing, kwa ndege ya Boeing, watoto wangu, alinichukulia watoto wangu huko na kwa army. Ni wa hapa Moro. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa, si hapa Jawadho tu hapa. Ametoka tu. Si tuko Jawadho? Ametoka tu hapo Jawadho. Meaning we have the star. Mimi mwenyewe nilitoka Moro. Na nikahangaisha Kenya. Si mlikuwa mnahangaika? Nilisema siku moja wanawake wasivae strosa na miniskirt. Walivaa. Hapana, nilikuwa kama mtoto, mama yangu anaitwa Merejeri tu. Mama hapa anajua anachunga ng'ombe 3. Lakini nilitishia Kenya na ikatishika. So we have a spirit here that will change the world. If we align ourselves katika upande wa Mungu na tuache unafiki, tuache uongo, tuache kudungana, tujue this is a body of Christ, and the body of Christ is big. It is not tiny the way you think. It is not within the limitation of your life. The body of Christ is big.
tukubaliane, tujue huyu ni mhubiri, huyu ni mhubiri. Ithote twedugata na the ground ni kubwa. Na hatuwezi, hii ground ni kubwa, hata kukuja wengine generation bado ground itakuwa. Kwani ni nyinyi mmekuwa kwanza kuhubiri Moro? Si kulikuwa wengine walienda na dunia? Hapana. Walikwenda na dunia. Dunia is still standing hapa. Na Moro bado inaendelea. Na Moro bado itasimama. Moro ndio ilileta second liberation hapa Kenya wakati Moi alikuwa ameleta kinyafu. Moro ndio ilianzisha. Moro ndio ilianzisha hizo mambo ya kuresist. Resistance comes from Moro. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya kwanza vya Maumau vilianzia Oleguroni. Vita vya kwanza. Na ni watu wa Moro. Moro si Oleguroni ilikuwa Moro. Kabla waipeleke padio ingine. So you must understand who you are. And that's the message nimewakuletea. Na nimemaliza message yako. Labda mkuwe na swali nitakujibu. Lakini vipi nimefika mwisho. Lakini baada nimaliza kabisa ningetaka niwasomee mstari mmoja. Niliogopa kusoma, msianze kuniangalia mudosho darahuja wega. Lakini sasa kwa sababu nimeona mumeitikia kabisa, wacha niisome. Chapter number 6 of Judges inasema, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. The children, tusome pamoja, the children of Israel did evil in the sight of who? Of the Lord. The children of Israel did evil. Kwa hivyo ni watoto, si watu wa kawaida. The children of Israel ni watoto wa Mungu. They did evil in the sight of who? Their God. So Wameleku walikuwa wanafanya upuzi, walikuwa wanafanya maovu, but God did not concentrate on their evil. Sasa weka jina. The children of Moro did evil in the sight of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Moro, you are the children of God. Hallelujah. Sasa akasema ni, so the Lord delivered them into the hands of Midian for 7 years. He delivered. Who delivered them? It is God who delivered his own children kwa Wamidiani. Na Wamidiani walipokuja, they terrorized. Terrorized the children of Israel. Baka watoto wa Israeli walikuwa naishi ndani ya caves. Watoto wa Mungu walikuwa naishi ndani ya caves. Wanalima usiku, wanafanya kazi, wanalala mchana. Na wakienda tu kuvuna, Wamidiani wanaambia lete, gerera. Are you not operating that spirit here? Munalima. Mukienda kukula, lete. That is what has brought the problem here. Because the children of Israel did evil in the sight of God. So ask yourself, what is this evil that you did, you men of God, that has led to God handing you over into the hands of the Midianites? That now they are tormenting you. That now you cannot work in the day. Hata kihujo yenu saa hizi watu wa Moro, mnahubiriki kama mnaogopa. Hata kuna mahali kwingine mnaweza kwenda mfike, utoe kora, usijulikane wewe ni mhubiri. Kuna mahali unaweza kwenda utoe kora, usijulikane. Kwa nini? Kwa sababu wa Midiani wako wanataka utiseme mimi ni mhubiri. Wakuulize sasa, leta vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jiulizeni na muanze maombi, mfugue maombi. Tuanze kuomba mpaka Mungu atupatie hiyo date ya kwenda hapo. Tukienda hapo atupatie direction. Tutafanya nini? Anataka tufanye nini? Anataka tuinue dhabihu gani ndio iji hii ipone. Na iji kupona ni kitu rahisi. Tunaona mtu anaitwa Gideon. Alikuwa ametengeneza 32,000 people. Lakini Mungu alikuwa anajua 32 does not mean hapa 32 hatafanya kazi. Mungu alikuwa anajua the problem is not the Midians. Wa Midiani walikuwa the private army ama the secret army of the Lord. Kwa hivyo huwezi kupiga watu waweze. Doge mahora. Kukikuja ngaragu hapa Moro, hamutawezana nayo, itawamaliza. Kukikuja usherati hapa Moro, hamutawezana. Huko Moro saizi ndio mnaokosa na watu wanaitwa LGBTQ. Mapasta wengi sasa ni LGBTQ. Wamefuguliwa baka makanisa hapa. Mapasta wengi ni waizi. Mapasta wengi ni waogo, ni washerati. Washirika kanisani. Watu huko nje, we are all dirty. Everybody is dirty. Everybody here is dirty. Nobody can collect the other one. Hata ukijaribu kuni collect, angalia vidole yangu 3 iko wapi? Yes.
Alafu hii kitu nasema Mungu ni shahidi. Wewe ni mchafu kuniliko. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is dirty. Moro is dirty. God is crying in heaven, asking you to change, asking you to be delivered and to deliver Moro. Bwana Yesu asifiwe sana. So Amidiani doge mahota. Yu mwezi kwa sababu ni mkono wa Mungu. Waliwapatiana miaka 7. Yeye mwenyewe, and that is kusema alipatiana miaka 7. That is a judgment of 7 years. Even if you cry to God, 7 years have to be fulfilled. That's a judgment. And that is what is facing us now. We are crying. Moro haijai kununua chakula. Saizi naona mkipatiwa chakula. We used to supply food. Saizi muge keleta tohuti, muge hiana to eskimo, ne hehoere egoko, ne burere egoko. Angalia sasa mpaka karibu mtoe nguo ni joto. Kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shida. Gideon alikuwa ametengeneza 32 na akitengeneza walikuwa na baba yao hapo, Joash. Mpaka wakati malaika alikuja akamwambia, wewe tayarisha jeshi. Naye malaika Gideon akauliza malaika, huyu Mungu tunabiago alisaidia Ibrahimu, alisaidia Musa, alienda wapi? Si mmefika hapo sasa. Kaka yu agetochonolile tiate. Umehubiri but you have got nothing to show. Kwani huyu Mungu alienda wapi? Alipotelea wapi? Huyu Mungu tulikuwa tunaita na nateremuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Gideon aliuliza. Lakini mara moja Gideon akagutuka kaona huyu ni mtu wa kawaida. Akajua huyu ni malaika. Akamwambia malaika, kaa hapa, nikibie nyumbani nikuja. Akaenda akachinja kabuzi na akatengeneza mkate, akakuja akaletea malaika. Malaika akamwambia ekelea kwa hiyo jiwe. Akawekelea kajogoma kake, moto ikawaka. Kutoka hapo Gideon akachange. Mungu akakuja akatokelezea Gideon. Akamuita akamwambia, wewe as a man you will win this battle. But remember he had 32,000. Akauliza Mungu, mimi I'm least in my family and our clan we are the least. So how can I be able to do? Akamuita, you man of valor. Kumbe Gideon ni kiwoga hapa duniani, lakini kule mbinguni kinajulikana man of. Kumbe Moro mweguoya, mumejimena, mumejidharau. Kumbe kule mbinguni mnajulikana men and women of valor. Hallelujah. You are known in heaven as warriors, as fighters, as the word of the word. Watu ambao wanajua kupigania neno na ninasimama ni watu wa Moro. You are known there. Lakini sasa angalia, mumeigizwa baridi. Hata tunaweza kutoka hapa, najua hapa kuna mapasta 2 3 ambao hawawezi kuongea na mwingine, na wewe ni pastor. Na tunaenda mbinguni. Hapa sio mbali, sio uko nje. Hapa kuna pastor mmoja hapa na mwingine hapo. Anadogera, angalia mwenzako. Na mwenzake anako. Mwambie Jesus loves you. Jesus loves you. Na angalia kwingine. But you are going heaven. Sasa niambie ni heaven gani hiyo tunaenda? There is no heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu akamwambia, kwa sababu Mungu alimwambia, it is you as a man that you're going to win the battle, because God knew. It is not the community. It is not the median. It is your father. Hallelujah. Usiku moja akamwambia, muka enda kwa zizi ya baba yako. Chukua dume 2 wa miaka 7 ikiwa ready. Alikuwa ametengeneza dume 2 kwa nyumba ya Gideon. Wa miaka ngapi? 7. God prepares everything when the time is ripe. God causes things to work. God causes people to speak. God causes people to understand his message when time has come. And this is the time. This is the time. Gideon never knew that it was the time for the liberation. He had prepared. Kutengeneza watu 32,000. It is a long distance. It's long, many years to make 32. But it only required him one day to go to his fathers. Achukue dume 2. Aende achije moja, abomoe. Achije ya pili, ajegee Mungu madhabahu. One night, the game was over. Kumbe Gideoni wakati wote kipaga walikuwa napaga na baba yake. But who was the enemy of the community? The father. Kumbe hawa mababa wetu na hawa mama wetu, kumbe walienda kwa waganga. Kumbe kuna vitu walifanya na hawakutuambia. Kumbe walikuwa kwa maumau walichinja. Mama yako alikuwa kwa maumau waliua watu. Baba yako alikuwa kwa maumau waliua watu. Lakini ni ako kwa kanisa amevaa kabuti ile ya red. Na hapa mama yako ako kwa kanisa amevaa kitambaa hapa kichwa ya blue. Na amekoka, lakini ndani yake ameua watu 20.
Sasa nani amebeba mstari? Gakinyeria waganu wa maithe manyu. Ginya kuri u? Kuri aciari. Ciana ruciaro rwa gatatu na ruciaro rwa kana. So, why are you suffering? Are you suffering because you sinned? No, you have not sinned. You are suffering because of your mother. You are suffering because of your father. Na hawatakuambia, na kabla dini ikie, mama yangu na mama yako walikwenda kwa mganga. Kabla hii dini ikuje, walikuwa huko. That was their own source of information. Usidanganyane ati mama yako ameokoka. No, aliendaka kwa mganga. That was their only source. Na wakati aliokoka hakufuja hiyo madhabahu kwa sababu alipatiwa gedhito akazika kwa mashamba. Hata saa hii hiyo gedhito inaogeaga na umeokoka. Hadi nadarama twende Sayuni. Unaiba twende Sayuni juu ya madhabahu ya shetani. It will not work. It can't work. So not unless we change, we go deeper. Tuache wokovu badia. We go deeper. We correct the mistakes of our fathers. We are still going to cry. Bwana Yesu asifiwe sana. And God is going to bless you. When Gideon rectified the mistake, because it is the father mwenye alijega madhabahu. Maana wazee wale walipokuja kumwambia, tunajua ni kijana yako, mlete tumuue. Aliwaambiaje? Aliwaambia madhabahu atajipigania kama yeye ni Mungu. Atajipigania. Kumbe hata hutu tusee, hatukuwa tunajua tunaabudigi shetani. Mzee mmoja tu anaitwa Joash ndiye alikuwa anajua hatire gai. Unadhoguo ama pastor wako, senior pastor, anaweza kuwa yeye tu ndiye anajua hapa hakunaga Mungu. Kama hulenda na mama dhima tuine gutari matuine. Mwathani itagocwo. Hallelujah. Kule umepitia, unaweza kuwa umepitia kwingi. Now struggle, you are struggling. Umeokoka. Mungu namuitaga mpaka unasikia ardhi imechange, dunia imechange, anga imechange. Lakini tukwambie, tukitoka hapo unaweza kuniambia mchungaji, unajua sasa maneno yamekuwa gumu sana, hata ukiniona hivi kwa gumu sijakula siku 3. Tagulini Mulawi akakosa chakula. Ilifika wapi? Kwa sababu yani Mulawi ukakosa chakula. Na chakula ya Warai iko imetengenezwa. Ilipotelea wapi? Ilipotezwa na mama yako, ilipotezwa na baba yako, ilipotezwa na guka na shosho, ama wewe pia ulipoteza. Tumugeukie Mungu jameni. Let's come back to God. Wacha hiyo title ya pastor. Wacha hiyo title ya bishop. Wacha hiyo title ya apostle. Hakuna huko juu hiyo title. Mimi nimeenda juu. I know the place. Hakuna ni Kenyajui, ni Kiprono, ni nani, ni Atieno. Ndio wako huko juu. Hii ingine hata hakuna, hata mshirika yako atakwambia soka msee twende. Tunaenda hapi sinaona kule kuna moto. Si twende, we belong there. Nani mshirika yako? Hakumbuki. Ulikuwa ka bishop. Bwana Yesu asifiwe sana. May God of heaven bless you. May he guide you. May he allow you to understand this message. God bless you. Leo nimejitahidi kuhubiria wahubiri. God, thank you for giving me this opportunity. Ni ngumu. Labda kuna mtu ako na swali? Nimujibu tu hapa tumalizane kabla hiyo grace itoke. Kwa sababu nitafika pale utaona sasa nimenyakea mtumishi wa Mungu. Mpako wa mafuta. Jira tu juria kiuria. Kanida honokire. Nimeeleza. Na nimekuambia nilipigwa risasi 12, sikukufa. Nimeenda jela mara 52, hawakuniweza. Wameninyonga mara 2, mashini zimekataa. Wamenipatia sumu mara 9, nimekataa kukufa. So nikike kitu machake kuhujia gari. Sina kitu kingine. Mashini ya jela ikikukataa, mpaka unakutaka yule mkubwa wa kunyonga watu analia machozi. Walilia wakishindwa, mpaka flying sumu, mpaka president akapigiwa simu. Wakasema mashini imekataa kufunguka. Jaribuni tena. Sheria ikubali. Mashini ikikataa kufunguka mara ya kwanza, sheria inasema uachiliwe. Hallelujah. Ule ameshangaa. Nilikuwa nimevalishwa kakitu ka black na mkada hapa, na sasa unasimama mashini hivi, ni kimabati, kinawekwa button pale, kinafunguka hivi, unahang unakufa, unaenda. Ikikataa kufunguka, unaachiliwa, unaenda nyumbani. That's why you are seeing me. Niulize tu swali.
Kamwakira. Eulia. Kulikiria. Yes. Bwana sifiwe. Amen. Naitwa Joyce, Reverend, nimetoka Nakuru. Nilikuwa nauliza kwa sababu ya hiyo process ya deliverance. Kama umeshughulikia pia vizazi ambavyo ni hivyo vinne ambavyo Bible imesema. Kwa sababu vitu kama hizi, hasa kama wewe ni mzazi, utakuta kuna Waruinge mwingine atazaliwa. So hii process ya deliverance kumaanisha kama wewe umekuwa delivered, watoto pia watakuwa delivered, kwa sababu sisi kama wazazi tunajikuta pia kuna vitu ambavyo tunafanya ama watoto wetu wanafanya, na hakika unaona hakika huyu si yeye, ni mzazi ambao tumemtaja. So tutashughulikia aje mambo kama hayo? Bwana kubariki. Thank you. Another question from somebody else. Lete hapa. Oh, hallelujah. Amen. Majina yangu Pastor Machare kutoka Molo. Nashukuru tu kwa sababu ya jambo tumeambiwa. Mimi sikuwa nasema apostle wako na bibi na watoto kwa sababu ya hiyo vituko yote alikuwa akifanya. Lakini sasa ametueleza niko na watoto na ni wakubwa. Tuko tukijiuliza angepata msichana wa nani kwa zile vituko? Lakini sasa ni vizuri kwa Mungu, ni kwa sababu wakati unatuhubiria tunajua kwamba uko na nyumba, ukituelezea ile mambo ya kukomboa tunajua hata wewe utaanza kukomboa. Mungu awabariki. Thank you. Somebody else? Somebody else? Yuko nyuma yako? Yes. Okay, Bwana asifiwe. I am Sam Njau kutoka PAV. Na nataka kuuliza swali hili. In the area umetaja kuhusu huduma. Maybe some pastors are suffering without knowledge what happened. Maybe umejipata kwenye huduma fulani. Maybe the mtu ambaye ako juu yako umesema kwamba unaweza kuta askofu ndiye anajua hapa, ama your spiritual authority anasema anajua hapa, muraho roda ramano gutrikudu muradi due to what happened. So as a minister and as a servant, how would you know and how would you do when you know to make sure you are free? Thank you. Patia yule nijibu hizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Eric Lopoyo, mimi ni Mturukana. Nilikuwa nauliza kwa niaba ya wazazi wetu, wenda sikujua mzazi wangu alienda kwa mganga, labda alienda pasipo mimi kujua, ama hata ule mwingine. Tunaweza fanya aje tuvunje yale mambo, labda walishiriki na sisi hatukukua, isije kuwa labda itatudhuru katika maisha yetu. Thank you. Thank you. Nianze na yako. Baba yako ametobolewa masikio. Mama yako ametapasuliwa huko. Na ameng'olewa meno. Na wewe? Umeng'olewa? Lakini amekatwa masikio kulingana na mila na tamaduni. Kwa hivyo that only directs you kuambia already there is a culture. Already kuna damu ilimwagwa. Kuna vitu vilifanyika wakifanya hizo nini. That brings me, plus your question brings me to this word that was said by Jesus. Pray and you will be answered. Pray and you will be answered. And number 2 akamwambia nini? Seek and you will find. Number 3 akamwambia nini? Knock and the door will open. Let me expound that, because we don't understand really what he was meaning. That pray, omba, because prayer leads you to God. Prayer is an atmosphere that connects you with God. But if you find the prayer is not being answered, umeomba, umeenda katoloni, umeenda Heaven's Gate, umeenda maombi, umefunga, but the more unafunga, the more shida zinakufuata. Stop praying. Wachana na maombi. Wachana nayo kabisa. Stop it completely. Now go number 2, seek. So goenda kwa Mungu to seek, why are you not hearing me? Bwana Yesu asifiwe sana. Then God will send either his man or he will speak to you.
Read the book of Jeremiah 35. Wana wa Rekabu. Mungu akamtuma Jeremiah, akamwambia nenda kwa nyumba ya Rekabu, uwapeleke kwa chumba kimoja katika hekalu na uwapatie kila mtu glasi moja akunywe. Walipokusanyika na wakamingizwa ndani ya hiyo nyumba ya Mungu, wakaletewa na Jeremiah bakuli na vikombe wakunywe divine. Walimwambia nani? Walimwambia Jeremiah namna gani? Sisi hatuwezi kukunywa. Kwa nini? Baba yetu alitutakasa. Kumbuka Jeremiah ametumwa na nani? Lakini hawa na operate na neno la nani? Baba yao aliwaambiaje? Msiwahi lima mizabibu, msiwahi lima mashamba, msiwahi jenga nyumba, na msiwahi kukaa kama watu wameendelea. Mkae kwa hizi tent, kwa hii dunia ambayo mnakaka. They were the first IDPs. Walisimama na neno la Baba kuliko neno la Mungu. Maana ni Mungu peke yake alikuwa anajua ni nini kilifuga hawa. That is why alituma Jeremiah, nenda uwaambie wakunywe. Kama wangekunywa, hiyo laana walikuwa nayo ingefunguliwa. Maana guka aliwaambia msiwahi. Na akawapeleka kwenye laana ya umaskini. Most of us here we tunasuffer kwenye laana ya umaskini because of our grandfather, because of our shosho. Bwana Yesu asifiwe sana. That is now when Jeremiah na Mungu peke yake ndio alikuwa anajua. Kumbe nimefuatilia kuendelea kufanya utafiti kabisa, nikakuja nikajua. Kumbe wakati wa kutengeneza mizabibu mkikuza, mlikuwa mnatengeneza wine. Mkisha tengeneza hiyo wine lazima muoje. Sasa hawa watu wa hii familia walikuwa wanaoja kabisa mpaka macho inapotea. Wanakosa kuona huyu ni dada yangu na huyu ni brother yangu. Wanapeleka kazi pamoja. Mzee akakasirika. Akasema, kwa korogi kinikio gyatuma mweke mitugo eno isiwahi kuiona hapa. Na hii ikakuwa laana, na wakaanza cooperate in laana, and they sank into that curse, and they remained in the curse. The curse ikawapeleka into poverty, na wakakuwa the first IDPs in the world because of the word of man. But it's only God knew, because those things happened long time ago. They didn't happen yesterday. You need God to reveal to you. What is this that is happening in you? Why are you not getting it? Why are you not succeeding? You need God. God will send his messenger, or will come through to you through a dream or through a vision. Utaona nyanya yako akikukibisa na paga kwa doto, unajua kumbe ni nyanya yangu ndio source ya hii problem. So you need to stop praying and seek God. Why are you not hearing me? Mungu sasa ndiye atakuonyesha nyanya yako. Sasa hapo ndio utajua huu ndio mlango ule unatuharibia. Huu ndio mlango ile ilifunguliwa ama ilifungwa. Sasa lazima sasa hapo ndio nakwambia, ukijua ni mlango ya laana za baba za guka, ama venye ulitoa mimba, ama venye ulifanya hii, ama venye ulifanya hii. Ukijua sasa, after seeking, that is when you go knocking, because you know there is a door that is operating in your family. So it is very keen. Ukiomba usikie maombi hiedi, wachana nayo. Endo ulise Mungu nike girato mamothe unisikilizi. Na ukienda kwa Mungu unaenda na dhabihu. Ndio uliona Gideon wakati alijua huyu ni malaika, alikimbia nyumbani akaleta kabusi na nini na mkate kutaka, na alipofanya hivyo malaika aliondoka, Mungu akakuja. And when you do a sacrifice of wanting to know, every sacrifice, it is not any other. When you do a sacrifice, it is not sadaka za kawaida tunazitajaji. It is not an offering. A sacrifice is so important and so special, and a sacrifice comes from God. Nyinyi wachungaji ambao mnabiaga watu leta 10,000 nikufujie madhabahu, hiyo tabia muache. A sacrifice comes from God. It is only God who will reveal to you, akwambie peleka hii kitu, maana ile madhabahu imekufuga ni hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakufunulia wewe, maana yeye tu ndiye anajua nigithito kiriku giathanaga kwanyu. So whatever he is going to direct you to go and give a sacrifice equivalent to destroy. And a sacrifice, it is not given anywhere. Alimwambia Abrahamu, nenda kwa mlima Moraya. Na ukifika kwenye mlima Moraya, kuna kipande, kuna sehemu katika huo mlima mahali ninapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapatikani mahali popote. Ati kwa sababu Heaven's Gate iko unakimbia Heaven's Gate. Inaweza kuwa amekutuma Mombasa, huko ndiye anaenda kupatikania. Inaweza amekuwa amekutuma Uganda, huko ndiye anaenda kupatikania. Anaweza kutuma hapa Heaven's Gate, kumbe ni hapo unapatikania.
Wewe ukibie Katoroni ama ukibie kwa Waruinge, kwa sababu Waruinge unamuona kwa YouTube. Wewe ni muhunjia wa kahinda gaka. Gotire na mutikana jete muhunjia wa kahinda ndi wa kahinda gothe. Ni ndi wa kahinda gothe. Tugetekere kwere wewe wa kahinda gaka. Wanakuua. Wanamekupatia limitation miezi 6-8. Na turagugire hatiri handu arathi. So for you to win the battle, seek from God. Stop praying, go seeking. Once you seek, you will know ni mlango gani. Hawa vijana wa Mugeke, mimi siwina uwezo wa kuwabadilisha, maana ni madhabahu iko ndani yao. Na hiyo madhabahu ni wao tu, ama sisi tuombe kama wachungaji tutajua ni madhabahu. Mimi nilijua yangu ni guka. I was not myself. Nilikuwa kamseka miaka karibu 200 years. Bwana Yesu asifiwe sana. So this was operating in me. It was not me. Until you know, kuna mahubiri hapa ni wagaga. Kwa sababu guka alikuwa mgaga, na hiyo hujakuwa disconnected from guka. Na kama hujakuwa disconnected from guka, wewe modo mogo, hata ufanya miracle hapa, hata ufanya watu waguke, wewe modo mogo, vituko zako na bia zako ni za mgaga. Hallelujah. Ndatigira haule. Ngia hiyo ageu. Nimemaliza. Mungu awabariki sana na awapende zaidi. Ukweli ni huo. Yes.